Shalome, shalome. Tunawasalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tunashukuru tena neema ya Mungu uliyotupatia tena kuiona tena siku ya leo. Na kushukuru tena pia uongozi wa Ndio Studio. Mungu aendelee kuwabariki sana. Na ningelipenda sana bila kukawia tujielekeze ndani ya maombi ili tupate kuendelea na mafundisho yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema, tena Mungu wa ajabu, Mungu wa neema, Mungu wa upendo, Mungu uliyetuita, Mungu uliyetuchagua. Tuna sababu ya kukushukuru. Kwa hiyo ninaombea kila mtu wote ambao maneno haya yatakayemfikia, acha Mungu pate kumsaidia na apate kuelewa. Heshima na utukufu tunakurudishia kwa kuwa ni mwema, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo bila kukawia, tuna mafundisho ambayo tuko tunafundisha ndani ya hizi siku. Tuko tunafundisha juu ya maadui watatu wa mwanadamu. Na tumesema kwamba adui wa kwanza tumesema ni mwili, na adui wa pili tumesema ni dunia, na adui wa tatu tumesema kwamba ni shetani. Na tukazungumza kwamba baadhi ya watu wengi wanakuwa wanaona watu wengine kuwa maadui, lakini wanashindwa kuelewa haswa maadui wa kweli ambao wanafanya mwanadamu kutokutimiza maksudi ya Mungu ama matendo ya Mungu. Na leo niko nataka sasa tugusie sasa kwa pointi ya pili ambayo inaitwa dunia. Adui wa pili ambaye ni wa mwanadamu, ambaye si mwingine ni dunia. Na kitu kikubwa naweza kazungumza juu ya hii dunia ambayo tunaishi ndani. Ujapokuwa baadhi ya wengi tunaipenda, ujapokuwa baadhi ya wengi tunaifanyia mambo mengi makubwa, lakini tuelewe kwamba hata hii dunia hii ni adui anayetutenga na mapenzi ya Mungu. Ni vizuri kuelewa, kwa maana leo watu wanaweza kuingia kwenye shughuli sana za dunia, wanakimbizana na maisha, lakini wanashindwa kuelewa kwamba ujapokuwa tunaweza kimbizana na vile, navyo pia vinaweza tufanya kuwa maadui wa Mungu. Navyo pia vinaweza katufanya kuwa watu ambao wanaenda kinyume na kile kenye Mungu anahitaji. Na bila kukawia, nilikuwa napenda tutasoma kitabu cha kwanza cha Yohana sura ya 2 mstari wa 15 na wa 16. Nataka munifuate vizuri ili tupate kusaidiana kupitia maneno haya. Mstari wa 15 inasema hivi: msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Narudilia tena ndani ili upate kunisikia vizuri. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. 16 anasema, maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Kwa nini sasa Mungu iko nataka kutufunza na kutuonesha kwamba ujapokuwa tunaweza kuwa tuko ndani ya hii dunia, lakini tusiishi duniani kama vile kwetu? Neno la Mungu linasema kwamba tuko wasafiri na wapitaji. Kwa wengine msemo, hata kama tunaweza kuwa tuko ndani ya dunia hii, lakini tuelewe kwamba hapa dunia sio njoo nyumbani, pana kwetu kwenye tuko tunaelekea. Kwa wengine usemo, sisi tunamwakilisha Mungu hapa duniani, lakini hatuko wa hapa duniani. Sasa unapochunguza sasa, baadhi ya wengi wameisha kamata dunia kama vile kituo, wanasahau kwao.
Naongea na mtu mmoja nikimwambia kwamba hapa duniani si kwetu, kwetu ni mbinguni. Na watu wa mbinguni tunajua kwamba tukiwa tuko hapa tuko wasafiri na wapitaji. Kwa wengine msemo, hatuko watu wa kukaa hapa, na ndio maana hatuwezi tia maisha yetu yote hapa na kujua kwamba tuko watu wa hapa. Bwana tusaidie sana. Ndio maana Yohana anaandika kwa hii waraka wake wa kwanza, hii sura ya pili, anaandika akisema kwamba mstari wa 15 anasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Kwa nini anasema tusipende dunia ama mambo yaliyomo katika dunia? Kawaida tunapopenda dunia na kupenda mambo ambayo yako ndani ya dunia, upendo wa kumpenda Baba unapunguka. Na uangalie baadhi ya wengi, kinachofanya wengi wasimpendezi tena Mungu, wengi wasitembee njia zinazompendeza Mungu, ni sababu wameshakamata kituo cha kukaa ndani ya dunia na kuona kwamba katika dunia hii wamefika. Lakini nilikuwa nataka kuambia kitu kimoja, ndugu yangu, hauwezi kumpendeza Mungu wakati unaipenda dunia. Hauwezi kumpenda Mungu wakati dunia iko ndani mwako. Na ndio maana utaangalia watu, dunia imewapotosha. Dunia inawapeleka jinsi Mungu asivyotaka. Dunia inawapeleka jinsi Mungu asivyopenda. Wengi wanatembea jinsi dunia inavyowaelekeza. Wengi wanaenda sawasawa na jinsi dunia inavyowaambia. Lakini nilikuwa nataka kuongea na wewe nikikwambia kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mtu wa mbinguni, na mtoto wa Mungu hawezi tembea sawasawa na mambo ya dunia hii. Kwa maana nasema mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Ukipenda dunia hii, kumpenda Baba hakuko ndani mwako. Naongea na wewe baba, acha kupenda dunia. Naongea na wewe mama, acha kupenda dunia. We ni mtu wa mbinguni. Dada, acha kupenda dunia. Acha kuona mambo ya dunia kama vile umefika au hujafika. We kwenu ni mbinguni, we kwako ni mbinguni. Ndio maana utaona leo mtu kuvaa jinsi anavyopenda ama kufanya kitu anachopenda, uzinifu, unauingia ndani, unaona kwamba ni kawaida. Lakini nataka nikwambie ndugu yangu, si kawaida. Kwenye dunia inakupeleka nafasi pabaya. Unakutana huko mume wa mtu, ungari unafata wake wa watu wengine. Acha kupenda dunia. Acha kupenda dunia. Naongea na wewe nakwambia, acha wake wa wenzako. Uko mume unajiheshimia, mtu mkubwa, lakini unakutana huko unatongoza mtoto mdogo, mtoto mwenyeko sawa na mtoto wako. Acha kupenda dunia. Na kuongelesha ndugu yangu nakwambia, acha kupenda dunia. Kwenye itakupeleka ni katika mauti, kwenye itakupeleka ni kifo. Ndiyo maana naongea na wewe nikikwambia kwamba kupenda dunia, hakuna upendo wa Mungu ndani mwako. Ukipenda hii dunia, upendo wa Mungu hautakaa ndani mwako. Ndiyo maana nakutakia ndugu yangu, kama itawezekana, kuanzia leo kamata maamuzi. Wewe ni mtu wa mbinguni, hauko mtu wa dunia. Wewe, na kurudia tena nakwambia, wewe ni mtu wa mbinguni, hauko mtu wa dunia. 16 anasema, maana kila kilichomo duniani, tamaa ya mwili na tamaa ya macho. Unasikia kilikomo duniani na kiburi cha uzima. Hivi ndio vitu ambavyo vinatawala dunia. Utakutana tamaa ya mwili, tamaa ya macho. Unakutana huko mtu hautaki kutia agano na macho yako. Kila mwanamke unataka awe wako, kila kitu kizuri unataka kiwe chako, kila vitu unavyoviona unataka viwe vyako. Na kuongelesha na kuambia kwamba hivyo vyote havikupeleki fasi pengine, vinakuingiza kwenye umauti, vinakupeleka kwenye umauti. Ndiyo maana anasema, maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Hii kiburi cha uzima kinatawala watu, kinatawala watu ambao wanaitwa ni watu wa Mungu, kinatawala watu ambao wanaitwa ni watoto wa Mungu.
unakutana uko na kiburi, hautaki kuwa mnyenyekevu. Hii yote ni tamaa ya dunia, na hakuna kwenye inakupeleka, inakuelekeza kwenye umauti. Kama uko mwingine, unisikilize ndugu yangu, na uache hizo njia mbaya unazozifanya na umrudie Mungu. Kitabu cha Yakobo, nataka usome kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa 4. Sikia kisi ninavyosema: enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa Mungu hujifanya kuwa adui wa dunia. Bwana asifiwe sana. Nataka hapa tuelewe vizuri, na hapo unifuate vizuri. Yakobo anaandika, anasema kwamba enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Anasema kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Anasema kingine kitu, basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Kwa wengine msemo, ukijifanya kuwa rafiki wa dunia unajifanya kuwa adui wa Mungu. Ndio maana uangalie watu wa dunia, kwanza atapenda kuomba, atapenda kusikia neno la Mungu, shughuli zake ndio ziko nyingi kwenye maisha yake, anapenda sana shughuli. Sasa unakutana huko unajifanya kuwa adui wa Mungu bila kujua. Unajifanya kuwa mtu mwenye Mungu afurahii. Kwa maana kumpenda Mungu ni kushuka chini ya amri zake na kutembea jinsi anavyokuambia. Naongea na wewe baba, wewe ambao unayekamata watu wengine unawafanya kuwa maadui. Elewa maadui wako. Nimekuambia adui wa kwanza ni mwili wako, na adui wa pili ni dunia. Acha kuona hao watu wenyewe wamekuumiza, unawatia mioyo yako na kuwafanya kama vile maadui. Hakuna adui yako mwa hao watu wote. Adui wako ni mwili wako, adui yako ni dunia. Elewa ya mambo, yatakusaidia kwenye maisha, na Mungu wabariki sana. Nataka tuombe pamoja. Kwenye upo, nataka upandishe mikono yako juu, useme: Bwana Mungu, nakuja mbele zako, mimi mwenye dhambi, niliyekuacha, niliyekutupa, nikafata njia zisizokupendeza, nikafata namna ya dunia hii. Kuanzia leo ninatubu. Kuanzia leo ninaacha kila tamaa yote inayoshimama kunishika. Kuanzia leo isiwe na nafasi juu ya maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Nataka tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa neema na Mungu wa baraka, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwaminifu, tena Mungu wa upendo. Ninaomba juu ya neno hili, Mungu wa uwezo, kila ambaye atakayelisikia, acha limsaidie, acha limgusi. Yule ambaye tamaa zake amezitia katika dunia hii, muoneshe kwamba atakuwa adui wa Mungu. Asante kwa kutufunulia kujua maadui watatu wa mwanadamu. Asante kwa siku ya leo kutupatia kutuonyesha kwamba kumbe na dunia pia ni adui anayefanya mwanadamu kutokutimiza maksudi yako ama mapenzi yako. Kwa hiyo saidia baba huyu, saidie mama huyu. Neema yako endelee kumfunika, uwepo wako endelee kuwa pamoja naye. Ninakushukuru kwa yote katika jina la Yesu Kristo, amen. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Shalom, shalom.